Hello, karibu katika simulizi zetu. Hakikisha una subscribe channel yetu nzuri kabisa ambayo utapata simulizi kali na tamu fupi pia zipo. Kipande cha 8 tulikuwa tumeishia pale ambapo baba yao aliwakuta, basi tunaendelea kipande cha 9. Sasa ile tunageuka, tulishtuka kukutana na baba akitutizama. Tulikurupuka, kila mmoja ilijirusha upande wake, tukimwogopa baba ambaye alikuwa anatutazama. Baba alichafukwa kwa hasira, laiti kama angekuwa na risasi angetuulia mbali sana. Alitamani atunyonge, akasema, endeleeni baba, tusamehe. Niliongea tena, akasema, tena wewe siseme, usiongee kabisa. Naongea na huyo kaka yako ambaye alinirekodi video akitaka nisikutoe usichana wako ili afaidi yeye. Niambie, kwa nini ulinirekodi video? Mimi sikurekodi, nilikuwa nazuga tu baba. Ulikuwa unazuga au sio? Sasa humu ndani utahama. Baba nisamehe, siwezi kurudia tena. Kaka alilalamika. Utarudiaje wakati ushamtoa usichana wake dada yako? Nani alikwambia umtoe siseme bikra? Tulizidiwa baba, tulikuwa hivyo. Kwa nini wewe huna mademu huko mtaani? Sina. Kwa nini usitafute? Imekuwaje hadi ulale na dada yako? Lakini baba, mbona hata wewe ulitaka kumtoa? Kwa hiyo wewe na mimi tunafanana. Kwa nini hiyo siseme ni mtoto wangu au wako? Wako baba. Sasa unapata wapi maneno ya kunijibu? Siku hizi umekuwa. Nisabe baba, nilipitiwa. Na ukimpa mimba je? Kwa sababu nimewashuhudia mkifanya bila hata kinga. Mkipeana mimba vipi? Hapo sasa hakuna aliyejibu. Sema nilikausha, hata kaka alikausha. Baba aliendelea kuwasha moto, alimtizama kaka kwa makini, kisha alimwambia, panga nguo zako kisha nisikuone hapa ndani. Kaka alisema, nisamehe baba. Aliendelea akilalamika, nimesema panga nguo zako kisha ondoka. Sina utani, toka hapa. Baba hakutania. Kaka alisimama kisha alielekea chumbani kwake kupanga nguo. Kiukweli nilimwonea huruma kaka yangu. Sikujua akiondoka ataelekea wapi. Ilibidi nimuombe msamaha kwa baba. Baba, na kuomba msamehe kaka. Wewe mbwa kelele. Tena wewe naweza hata kukuchoma kisu ukafa. Wewe ndo sababu. Nani alikwambia umpe usichana wako kaka yako? Lakini yeye aliniwahi kabla yako. Unasemaje? Alikuwahi? Akuwahi yeye kama nani? Baba, kumbuka na kaka naye ana haki ya kuonja utamu wangu. Unanijibu mimi hivyo? Nasema ghafla nilishtuka, nimelambwa kofi zito. Nilidondokea kwenye sofa, nilianza kushusha kilio kikubwa. Nililia hadi tone la mwisho. Baba alichukia, alinikamata kisha alinitwanga kofi jingine. Hapo sasa nilihisi wenge. Nikiwa nalia nilimshuhudia kaka yangu akipita kuelekea nje. Mkononi alibeba begi lake. Masikini kaka yangu, sijui alikuwa anaelekea wapi. Na nisikuone hapa ukija na kuua, mpumbavu wewe. Baba aliunguruma akimtizama kaka. Baba, msamehe kaka yangu, msamehe please. Utafanya achanganyikiwe kiakili, awe kama kichaa. Baba alisema bora akawe kichaa, akafie mbali huko.
na wewe siseme nawe, toka kachukue vilago vyako. Hapo sasa nilishtuka, kilio kilikata. Nilimtizama baba kama sijamuelewa vile. Niliwaza nikiondoka nitaelekea wapi? Bora hata kaka anaweza akalala kwa marafiki zake. Za mimi sina hata rafiki hapa mtaani. Kwanza haiwezekani. Baba, usinifukuze na kuomba baba yangu. Nimesema toka. Baba please. Wewe nitakuua. Nitakutoa damu we mtoto. We ni wa kutolewa usichana wako na kaka yako badala ya mimi. Nisamee baba. Haya, ondoka, mfuate mwenzio, mkaoane, muishi pamoja ili mfanye vizuri. Jamani baba, nikiondoka nitaenda wapi? Nimesema hivi, naingia chumbani, nikirudi nisikukute. Baba alielekea chumbani kwake, sikujua ameenda kuchukua nini. Mimi sikutaka kuondoka, sikuwa tayari. Kama ni kunipiga anipige, ila kuondoka siondoki. Nasema nilisimama pale pale sebuleni. Baada ya dakika 5 baba alirejea akiwa ana sura mbaya kama kameza pilipili. We Makario, bado upo hapo? Mimi siondoki. Uondoki au sio? Sasa subiri. Baba alizamisha mkono mfukoni, alitoa biscuits ndefu. Nilipagawa. Alinifuata kisha alinishika akitaka kunichoma kwa nguvu. Nilijikuta nikitetemeka kwa hofu na mashaka. Nilimwona Israeli akinijia kwa kasi ya ajabu. Kabla hajanichoma kisu, nilijitetea kwa kupaza sauti, basi baba, naondoka. Angalau baba alipunguza hasira, alishusha silaha chini, kisha alinipa ishara niondoke. Nilikimbia kuelekea chumbani kwangu. Fasta nilianza kukusanya nguo zangu. Nilichukua gauni moja kisha nilivaa. Baada ya kupanga nguo na viatu, nilitoka chumbani. Nilipiga hatua kuelekea nje. Baba alisimama njiani akinitazama. Nilifika mlangoni. Kabla sijafungua mlango, nilishtuka. Ukisukumwa aliingia mama ambaye alionekana kuwa na haraka. Mama baada ya kuniona alinishangaa kuona nimeshika begi. Baba alianza kuogopa, alitetemeka kisha alijichekesha. Wewe sema, na hilo begi unaenda wapi? Niliwaza nikichafue au nitulizie. Niliona bora niongee ukweli ili baba azalilike. Nikiwa najiandaa kuongea, baba aliniwahi. Huyo anataka akafue. Nimemwambia afue nguo zake zote. Ndo atoke na begi lote hili kama nasafiri. Alafu huko kufua afue kila siku. Si alifua juzi au? Mimi nilizani nguo zake chafu nimelazimisha afue. Unamwonea bure mtoto. Siseme hanaga nguo chafu. Kwanza hajawahi kukaa na nguo chafu. Basi kama ni hivyo azirudishe. Na wewe mbona hujaenda kazini? Mama akamuuliza baba. Leo nimerudi mapema. Nimemaliza kazi zangu mapema. Nimeona nije nipumzike. Sawa, na mbona mkononi umeshika biscuits? Hii nilikuwa narekebishia nati ya kitanda. Kuna sehemu ilikuwa inalegea. Na kweli kile kitanda ukirekebisha kimezidi kutoa sauti. Ama alimwamini baba. Mimi nilitamani niongee ukweli, ila nilikonyezwa na baba. Pia alinitisha nisiongee lolote. Wewe siseme, abe, kaka yako yuko wapi? Hapo sasa nilifikiri ni mwage maji, ila baba aliniwahi. Yeye ndiye alimpa jibu. Mama alimdanganya. Kaka yake ametoka muda sio mrefu. Si unajua mwanaume yule ameenda kusaka. Maajabu, leo ameenda mtaani kusaka. Sio kawaida yake. Ameamua kubadilika. Sawa. Na wewe siseme, mbona bado upo mlangoni? Si urudi chumbani kwako na hilo begi? Nilifurahi baada ya kauli hiyo ya mama. Niligeuka kisha nilielekea chumbani kwangu. Mama na baba nao walielekea chumbani kwao. Mama hakukaa sana, aliondoka kuelekea kazini. Kuna vitu alikuja kuchukua kisha aliondoka tena. Baada ya mama kuondoka, baba alinifuata chumbani kwangu akiwa na bisipisi yake. Alinitazama kwa hasira, bado alinichukia. Mshukuru mama yako, ila kwa kuwa ameondoka na wewe ondoka. Baba jamani, mimi nilijua umesahau.
nisahau ili ni iweje? Hivi unadhani nafurahi kuikosa bikra yako? Lakini bikra sio kitu, kama ni penzi naweza kukupa muda wote. Penzi la nini mimi, kwani mama yako hana mkei? Si kila siku ananipa utamu, mimi nilitaka nionje. Kwa kuwa umeninyima, ondoka. Baba jamani, lakini nakumbuka nimekutunzia siri kwa mama. Wewe nimesema ondoka na hesabu hadi 5, na sivyo nakuua, kisha naenda kukutupa jalalani. 1, 2, 3, 4. Kabla hajamaliza 5 nilishika begi langu nikiwa nalia. Nilinyanyua kisha nilitembea kuelekea nje nikiwa namtizama baba ili anionee huruma. Ni kweli alinionea huruma. Hebu rudi hapa. Nilirudi, niliweka begi chini. Baba alinifuata kisha alinichojoa nguo zangu zote, alianza kunipapasa. Sasa anasema kamwambia, baba, kwa hiyo umenisamehe? Ndiyo. Naomba msamehe na kaka. Unataka niwasamehe nyie wote? Ndiyo baba, nitawasamehe kwa sharti moja tu. Lipi hilo? Nataka nikutoe usichana wako. Bikra gani tena baba? Mimi sina bikra, nishatolewa na kaka. Nataka nikutoe bikra ya pili. Sikumwelewa ana maana gani, sikujua bikra ya pili ni ipi, ila nikiwa nimezubaa nilihisi kidole cha baba kikiwa kinaingia katikati ya nyashi huko kwenye makalio. Msikilizaji, endelea kunipa sapoti kwa kusubscribe chaneli yetu ya Simulizi Zetu. Sikujua na lengo gani, sikujua kuwa hizo ni harakati za kunitoa bikra ya pili. Mimi nilihisi ananifanya utundu wa kuninyegesha tu. Kwanza alininyanyua, alinilaza vizuri kitandani, alitanua miguu kisha alianza kufanya kei yangu kwenye sekta. Mpenzi baba yangu ni noma. Hakutumia vidole wala mkono, alitumia ulimi wa meno na lips za mdomo wake. Alinikwangua vipere vyote vya kei yangu, alinilonisha kisa kwamba nimuone kama mume wangu. Baba, naam, nashukuru baba yangu. Jamani, umenigusa kunako. Baba, endelea kufanya. Alipata moto, aliongeza dozi, aliuzamisha ulimi kisha aliondisha kwa juu. Alifanya kama anakiwa kwangua kisima changu. Alipaluza akipiga gitaa likisugua kwa kutumia ulimi. Ghafla nijikuta nainuka kisha na mbana kwa nguvu nikandamize kichwa chake kikazama katikati. Nilimwaga mauji mzito ambao ulinyanya wote. Baba, Baba, mwenzio nipo hovyo. Mpigilia msumari kwanza. Subiria, nimekuambia nataka nikutoe bikra ya pili. Baba, mimi sina bikra tena. We fanya tu upigilie msumari uzame wote. Mimi sina shida na huko, nataka bikra yako mwanangu. Jamani baba, bikra gani tena? Usijali, utaona jinsi utakavyopata utamu. Nikikutoa bikra hiyo utafurahi duniani. Jamani baba. Fanya haraka basi. Subiri tena kwa jinsi ulivyo. Nataka hilo uzuri kubwa. Mwanangu, unafaa kutolewa bikra ya pili. Niliona kama ananichelewesha yeye, akadhani kunitoa bikra ya pili ambayo hata sikuelewa na bikra gani. Fasta nilishika msumari wake. Japo ni mkubwa, ila nilizamisha hadi uringia nusu. Nilianza kujifanyisha mwenyewe. Nilipeleka mbele nyuma, nyundo mbele nyuma. Nilikatika mauno taratibu nikiwa na uhuria raha za kufanya. Baba jamani, mbona unanitesa? Unaniachia? Siseme mimi sina shida ya kufanya huko, nataka bikra. Jamani baba, sasa nitakupa bikra gani nyingine? Baba yangu, subiri utanipa tu. Jamani, basi endelea taratibu, sitaki
nataka bikra kwanza. Wewe si ulisema ubo wangu ni mkubwa kwako? Ndio mkubwa, ila nizamishe hata wote, nitaenjoy mwezio. Hapo nahisi mwili wangu unawaka moto. Baba yake Seseme akasema siwezi kufanya hivyo, mimi nataka bikra. Alinichanganya kwa hiyo karu yake alikuwa akichezea. Msikilizaji, tukutane kipande cha 10.